Ongeza makofi kwa Yesu. Ongeza tena makofi kwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah tena. Hallelujah tena. Hallelujah tena. Rasio la inapendeza, si ndivyo eh? Somo langu linasema my message today is mafuta kwa ajili ya mavuno. The anointing for harvest. Kwa nini mafuta kwa ajili ya mavuno? Why anointing for harvest? Yesu, asante kwa neno hili ambalo Bwana ametuachia asubuhi ya leo kwa ajili ya watu wao. Fungua akili na fahamu zao kwa jina la Yesu. Wakaelewe kile ambacho umekikusudia asubuhi ya leo ili kikabadilishe maisha yao na hatima yao kwa jina la Yesu. Asante kwa utukufu huo kwa jina la Yesu. Sema amina. Sema glory. Kuna mahali ambapo kuna Roho Mtakatifu, alafu vitu vikabaki kawaida. And things remain normal. Kwa akiwepo lazima kuna mambo yabadilike. Ndio maana hata asubuhi leo pia, kwa sababu yuko hapa, kuna mambo lazima yabadilike kwenye maisha yako. Kama umenielewa sema amina. Kwa sababu yuko hapa, kuna vitu lazima vibadilike asubuhi leo. Hallelujah. Hallelujah tena. Nisome Samueli wa kwanza sura 9:16. Read the book of 1 Samuel 9:6. Samueli wa kwanza 9:16. Kesho wakati kama huu, kesho wakati kama huu, nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benjamini. Nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benjamini. Nawe mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wa Mungu Israeli. Nawe mtie mafuta ili awe mkuu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Ni maelekezo ya Mungu anayatoa kwa Samueli kwamba kuna mtu nitamleta kwako. That there is someone I'll bring to you. Sauli aliletwa na Mungu kwa Samueli. Saul was brought by God to Samuel. Lakini yeye alihisi kilichompeleka ni punda waliopotea. Hallelujah. Lakini Mungu anatuambia nini kimetokea. But God is telling us what happened. Anamwambia Samueli, telling Samuel, kuna mtu leo nitamleta kwako. There is someone I'll bring to kama ambavyo Mungu amekuleta leo kwangu. Just as how God sent you to me today. Kama ambavyo Mungu amekuleta wewe leo. Just as how God sent you to me. Yawezekana wewe ulizani ni kwa sababu ya tatizo lilo nalo. Amen. Ulidhani ni kwa sababu ya changamoto ulionayo. Because of the challenges. Lakini what I know, lakini ninachokijua, Mungu amekuleta kwangu. God has brought you to ili nikupake mafuta ukavune. Hallelujah. So useme amina kama unanielewa. Say amen if you understood me. Kwa hiyo umpake mafuta ili awe mkuu. Kwa nini Sauli alikuwa anahitaji kuwa mkuu? Lakini ndani yake hapakuwa na nguvu itakayomfanya awe mkuu. But in him there was no power that will make him great. Okay. Fulani huyu anatakiwa awe kwenye nafasi fulani ya kazi. Lakini ili uwepo pale kuna nguvu inahitajika ili kukuweka. There is power that is needed to bring you there. Okay, kuna mtu anatakiwa awe mfanyabiashara wa viwango fulani. There's someone supposed to be a business person. Kuna nguvu inahitajika itakayokuchukua ikuweke hapo. Hallelujah. Maana yake bila hiyo nguvu hauwezi ukafika pale. You cannot reach there. Utaendelea kusema ninayo ndoto lakini ndoto haitatimia. But the dream will not be fulfilled. Utaendelea kusema ninaomba lakini ndoto haitakayotimia. Kwa nini? Unachohitaji ni power. Sema power. Sema power. Sema nguvu. Say power. Kwa nini? Nguvu ya Roho Mtakatifu ndiyo pekee inayoweza kumtoa mtu kwenye hali ya kawaida na kusababisha aende kwenye hali ambayo sio ya kawaida. To cause them to go to an extraordinary state. Manielewa vizuri? You understand me well?
Kwa hiyo Sauli alikuwa amebeba ukuu ndani. So Saul carried greatness. Ila ilihitajika nguvu But it also needed power ya kusababisha ule ukuu utoke ndani yake to cause the greatness na to come watu from wengine him wauone. and for others to see. Kuna kitu umebeba ndani yako. There's something that you're carrying inside Hicho you. kitu unakijua peke yako. That Haleluya. you only know it. Na watu yamkini And waliokuzunguka. maybe the people So surrounding you. unahitaji power So you need nguvu ambayo itasababisha kilicho ndani that will yako cause the thing that is kisikae inside ndani you, tena, for it not to stay lakini inside, kiwe nje, but for it to be ili outside. kila mmoja For kione, everyone to na see. kila mmoja And anapokiona when everyone sees, kitaleta matokeo yasiyo ya kawaida it will bring extraordinary kwenye maisha results yako. Kuna mtu into your ananielewa? life. Is there anyone understanding? Haleluya. Hallelujah. Kwa hiyo So kuna namna there's a way kinapoonekana when they see, kinaleta mabadiliko it brings change kwenye maisha yako, into your life. lakini kama hakuna nguvu But if there's no power inayoweza kuingia ndani yako that can be na in you kusababisha ule ukuu ulio ndani uonekane, and cause the greatness that is in you to utabaki see, kuwa ni kawaida. it will remain Haleluya. as a normal thing. Utabaki kuwa ni nini? It will Ni remain kawaida. a normal thing. Kwa hiyo hakuna mtu atakayeshituka So there's no one kuona who will kile even kitu unachokifanya. seeing the thing that Hakuna you're mtu doing. ambaye atakaanze kushangaa No one can kuona be kile surprised kitu unachokifanya, to see the thing kwa that you're sababu doing, hakuna nguvu. because there's no power. Ile nguvu The inasababisha kile kilicho ndani that yako causes the thing kiwe that is na in you mvuto. to Sema have mvuto. attraction. Say attraction. Haleluya. Hallelujah. Inasababisha kilicho ndani It yako causes the thing that is in you kionekane cha to tofauti. be seen as different. Kinachokifanya kitu kiwe cha The tofauti thing that makes ni something ile be different nguvu ambayo Bwana anaiachilia. is the power that God Ni releases. ile nguvu ambayo Mungu anaiachilia. It's the power that God Ile releases. nguvu inaenda kusababisha mabadiliko That power causes kwenye change maisha ya mtu. in the Haleluya. lives of someone. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ile nguvu inaleta mabadiliko The power ambayo hukuwa umeyatarajia, Bring changes that you didn't ambayo expect, hukuwa umeyafikiria. that you didn't even think about it. Kwa hiyo Sauli So Saul anapelekwa na Mungu kwa Samueli, was sent by God to lakini Samuel. Samueli anaambiwa But Samuel is ya told kwamba kuna ukuu ndani ya Sauli. that there's greatness in Saul. Ninataka umpake I mafuta want you to anoint him ili ule ukuu uweze for kuonekana, that greatness to be ili seen, yale matokeo ambayo anayatafuta yaweze for the kuonekana. result that he's looking for to be Mavuno seen. ni matokeo. Harvest Haleluya. is the result. Mavuno ni matokeo. Harvest the result. Mavuno ni matokeo. Harvest the result. Kuna jambo ambalo umekuwa unalifanya, There's something that you lakini may be doing. unatarajia lilete matokeo, You expect it to bring results, lakini yale matokeo but the hayaonekani. results are not. Kwa hiyo ni muda mrefu So sasa it's been a long time. hakuna matokeo. There are no results. Kwa hiyo Mungu anamwambia So Sauli, God is telling Saul, anamwambia Samueli, telling Samuel, ndani ya huyu mtu in this person kuna ukuu nimeweka, there is a greatness that I yako put. matokeo There are anayatarajia, results that is kuna expected. vitu anatarajia There kuviona, are things that is expected lakini to see, hakuna nguvu but there's no power inayosababisha yale that matokeo. causes that result. Biblia ikasema kwenye kitabu cha The Isaya Bible says in the kwamba book of watoto Isaiah wako tayari kuzaliwa, that the children are ready to lakini be born, hapana nguvu za kuwazaa. but there's no power Watoto to wa bear tayari, them. Their children are manake ready. majira It yamefika, means the season has manake come. nyakati It zimefika means the times kwa have ajili come ya maisha ya mtu, for someone's life. lakini inahitajika nguvu But it needs power itakayosababisha that matokeo, will cause results, itakayoleta hayo that mavuno. will bring those Sema harvests. inahitaji nguvu. Say it needs power. Haleluya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah. Haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah. Haleluya tena. Hallelujah again. Si unaweza ukampigia Yesu makofi kama You can unanielewa? clap your hands for Jesus if you understand Si me. unaweza ukampigia Yesu makofi You kama can clap hands unanielewa? for Jesus if you understand me. Na tunaposema kupakwa mafuta kwa ajili ya mavuno, And you're saying, when you say maana anointing for yake ni harvest, kutangazwa rasmi kwenye ulimwengu wa roho it's meant to be officially introduced in the spiritual kwamba world. ni majira yako ya kuvuna. That it is the Haleluya. season of harvest. Na si kutangazwa tu, It is not only to ni be announced, kuingizwa kwenye hayo majira it's kwa to be- nguvu. it's to be pushed in Na those leo by force. tunakuingiza kwenye hayo majira kwa Today we nguvu. push you those Haleluya. by force. Tunakuingiza kwenye hayo majira kwa nini? We push you Kwa into nguvu. the seasons by Ili force. kuna jambo liweze kutokea kwenye maisha yako. For something to Haleluya. occur into your life.
Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Ukiona jirani yako anasinzia unamwambia we bado when you see your neighbor dozing off, just tell them it's not your time. Mavuno ni ile saa au muda wa mavuno, ni ile saa ya kupokea au ni majira ya kupokea kile ambacho ulikingoja kwa muda mrefu katika maisha yako. It's the season of receiving something that you waited for a long time for. Maana yake kuna juhudi ambazo uliziweka ili kile kitu kiweze kutokea. For that thing to happen. Kwa hiyo mavuno au muda wa kuvuna ni ile saa ya kuona matokeo ya kile kitu ambacho umekisubiri kwa muda mrefu. Hallelujah. Hallelujah. Na kinachosababisha matokeo hayo nimesema ni nguvu. Hallelujah. Waamuzi 15 mstari wa 3. Judges 15:5. Waamuzi 15 mstari wa 3. Anasema Samsoni akasema, safari hii nitakuwa sina hatia katika habari za hawa Wafilisti. Akasema safari hii sitakuwa na hatia kwa habari za hawa Wafilisti. Hapo nitakapowadhuru. Mstari wa 4. Sema safari hii. Sema safari hii. Sitakuwa na hatia. I shall be blameless. Sema safari hii. Sitakuwa na hatia. I shall be blameless. Sema safari hii. Say this time. Sitakuwa na hatia. I shall be blameless. Kwa hawa Wafilisti. Regarding this Philistines. Hallelujah. Hallelujah. Sema safari hii. Say this time. Sitakuwa na hatia. I shall be blameless. Sema siku hii ya leo. Say today. Sitakuwa na hatia. I shall be blameless. Juu ya hawa Wafilisti. Regarding this Philistines. Walionitesa kwa miaka mingi. For many years. Sema siku hii ya leo. Sitakuwa na hatia. Juu ya hali yoyote inayoendelea kwenye maisha yangu kinyume na Mungu. Sema kwa sauti, safari hii. Sema siku ya leo sitakuwa na hatia kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amina. Shout and say amen. Hallelujah. Kwamba Samsoni kuna majira ameyaona. Hayo majira ameyaona au wakati ameuona katika ulimwengu wa roho. Na Mungu kuna tukio akalisababisha. Hallelujah. Kwa sababu ndani ya Samsoni alielewa iko nguvu, na ile nguvu ni nguvu ya kuleta matokeo, ni nguvu ya kuleta mabadiliko. Kwa hiyo alielewa ndani yake kuna nguvu tayari ipo, na akajua haya ni majira na huu ni wakati wa yeye kusababisha jambo litokee. Hallelujah. Hallelujah. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Kuna tofauti kidogo kati ya wakati na majira. Hallelujah. Nataka nitofautishe kwa sababu ya hiki ninachokizungumza leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ni muda wa kawaida ambao unaachiliwa kwenye maisha ya mtu. Hallelujah. Ni wakati au ni muda wa kawaida ambao unaachiliwa kwenye maisha ya mtu, na katika huo wakati kuna kuwa na fursa ndani yake. Hallelujah. Kwa hiyo ni kipindi ambacho Mungu anakiachilia ndani yake, kimebeba fursa kwa ajili ya maisha ya nani? Ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini majira ni muda muhimu wa tukio fulani kutokea kwenye maisha ya mtu. Hallelujah.